yeye aliletwe, na kama ni Jubilee waliamua kumlete kumchagua. It does not matter who brought him. Yes. What matters is this was an outsider being brought and being forced upon people just because they are poor. Kwa sababu watu ni maskini. Kwa sababu watu wamelala njaa. Kwa sababu watu wanaumia hawana kazi. Unafikiri ya kwamba utaletea watu mtu uwahonge, uwapatie pesa ndogo kwa sababu wamelala njaa wanunue mkate ndio wapigie huyu mtu kura. The president akiwa Sagana just last week. Yes, Friday. Neregire we had the Tory na a candidate. Yes, Kibra. Jubilee. Jubilee. So those you hear no kwenda gucokera uge mundu uyu tiko hando handitwo ni ruto if the president himself and acknowledge. Unajua president amesema hivyo nini, lakini si tunajua, na hata wewe unajua, anajua, hata yeye anajua, tunajua, hata wasikilizaji wako wanajua, tunajua. Kwa hivyo let us not lie to ourselves na semantics. Sisi tunajua nani alikuwa hapo akimkampenia, how did the program, watu walipanda kuchukua pesa wapi. But the main point we are making is this. Leadership is not about imposing somebody. Leadership is not about arrogance. Leadership is not thinking that kwa sababu uko na pesa utawaonga wa Kenya na watafanya vile unavyotaka. So I went there to show that Imran is a better choice, because we need to understand kiongozi ni nini. Kiongozi si mtu kuingia kwa sababu yuko chama fulani, yuko na pesa. Kiongozi ni yule mtu anaelewa shida zenyu, atawasaidia msonge mbele. Kwa sababu mnamtafutia mtu kazi. Now the next thing is this. Tuona hapo na vikundi tofauti. Yes, tutandalikia hao turi hau. Ndikikanda daira wa ule watu ila uhoro wa meri ya president kuga Jubilee ni yani na muhura Yes. But unajua, I don't want to comment about Sagana because I do not know the president. Uko dira kwena negire Jubilee na kama uliambiwa alisema. Ulisikia usema, which is true, it's a fact. Jubilee, his party had a candidate, ODM had a candidate, for Kenya had for people, they had a candidate, and the candidate lost. Umeona? True. But mimi nilienda hapo, even myself, karibu nilikuwa na candidate, unajua mapati leader of the church. Niko na MPs, niko na MCAs across the country. But I decided not to put anybody because I did not think I would be. This was politics. Za kujaribu, it was politics, not about the Kibira. Lakini the good thing that I like about the president is that these elections were held, people voted, the winner won, and nobody contested. All right. Togoka how bada adogi no we wagidire handshake ya kuhetha but Kibra nĩ twacokire ningĩ kuona kaũndũ ka andũ kwagagio bara kidogo. Na unajua nilikuwa huko, nilizunguka huko. And ODM mero hoyai muhera kana mushoge muhera nĩ ũndũ wa kĩndũ nĩ mũracaria the handshake ĩrĩa mũraiga nĩ ya kurehetha. They said they owe no one an apology. And I think what happened is this. This is where we need to mature as a country. There are two sins that were committed in Kibera. The first sin was the sin of bribery, which is a very bad sin in election period. You don't see it in America, or in Uingereza, or in Australia, or in Canada. Hii shida ya bribery. Watu kupewa pesa. And we saw it. We saw it. Watu wanapewa pesa, pigia Maraga, pigia Magara, pigia huyu. So si Maraga, hata nani huyu? Mariga, pigia Mariga. People actually being given money. And that happened. Na pesa ilimwagwa, which is a crime, because that is subverting the will of the people and taking advantage of the people. The other thing is hii reaction, hii bribing ya violence. Watu kuwafukuza wengine, kuwasukuma wengine, kusikia kwamba mna invade, mmelete pesa, lazima walikuwa na slogan wanasema tutafunga hoteli. Hoteli kufungwa, haiko kufunga hoteli, tutafunga ile chano ya kuongana. Ya kwamba mmekuwa mkitumia a certain hotel ya mheshimiwa fulani kuhonga wananchi. So there was tension that arose from one criminal element that led to another criminal activity that led to another criminal activity. And that is what it came to. And I abhor violence, I abhor bribery, I abhor all these machinations that are done wakati wa kura. And that is why I support an expanded government. Okay. Na si ya mambo ya BBI, wacha nikuwe clear vizuri. Okay. Mimi nimesoma. Nilikuwa na shida. Nikatoka Toi, nikaenda Dagoretti High School. Nikiwa form 2 fees ikakatika. Okay. Mzee anaitwa Hezron Waithaka, marehemu alifariki juzi. Ndio alinilipia mpaka form 6. Singekuwa nimekaa hapa na leo. I had stopped going to school. Nilikuwa nafanya kazi ya mjengo.
lakini akaona huyu kijana ni chap chap. Mm. Kumaliza form 5 wakakuja missionaries, wakaona mimi ni chap chap, nikapata scholarship nikaenda America because of being active na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Yes. Nimestudy the American politics. Nimeishi Australia, nimeishi UAE, nimetembea England, nimeangalia political systems. Kenya kila wakati kuna elections, kuna vurugu because watu wanaona it is about our tribe against the other tribe. Nikafikiria na ndio Uhuru alifikiria, what if we have a system whereby nobody ever loses as a tribe, whereby mambo ya tribe tuachane nayo. Ukiangalia hizi election za primary za America zinaendelea, au sikia watu wanasema kabila hii, hapana. What in foreign affairs, what is your policy about job creation and employment? About watu wa America wanaongea kuhusu policies, akina Biden na wengine. The competition is about policies, not about tribe ama race. Umenipata? Yes, I get you. Mimi nilienda kule nikasema, what if we had a nation? Wakati wa after post election tulikuwa na ile nusu mkate, whereby we saw a release of temperatures. Yes. Nikasema, why don't we have a prime minister? Tukue na president, na tukue na prime minister, na deputy prime ministers. Ikuwe ni expanded government that allows Kenyans, wakati wanamchagua wanasema, hii group A iko na Mkikuyu, iko na Mkamba, iko na Kalenjin, iko na hii, iko na Jaluo, iko na hawa wote, wameform team A. Iko na hizi kabila zote in different positions. Against team B ambayo pia iko na Mkamba, iko na Mkikuyu, iko na Mkalenjin, against team C ambayo pia iko na Mkamba, iko so that now regardless of which team wins, your tribe bado iko hapo, your group bado iko hapo. So you stop thinking about tribe, unaanza kufikiria which group can deliver more money into my pocket, which group can deliver more security, ni group gani ambayo itaweza kufanya vijana wapate kazi. Then we stop thinking about tribe, mtu wetu Moduito, tuanze kufikiria Adwaya group hii A ni better than group B. So when we vote, we are not electing a person, we are electing a team. A team. Alafu inakuwa ni shared responsibility. Yes. Kama president amelalia masikio, unakuwa na prime minister who can actually continue running the country. Kama prime minister amelalia masikio, the president. Lakini sasa system iliyoko, the president anafanya kila kitu. Akiwa na yeye, na unajua the presidency ni president and deputy president. Ikiwa kuna shida hapo, the country goes down. Like what is happening right now. True. Tushoka mheshimiwa wa taredi ha team, but this team still no mwaka ele kuma kafira ile frandi to domo tikikona team ya Adore, for example, kuma one tribe. So we still go back. Yeah, you see, but the reality of tribal politics in Kenya will take a while to go away. Unajua we can live in a utopia. Tuseme hakuna kabila, mimi kabila langu ni Mkenya. That's what we say. They're educated. Unaishi kwa gari, unaisha gari. Go enda kule mashinani. People look at their own. Hii kasumba ya tribalism that was planted in us by the colonial masters is still in us. What people are still thinking tribal mindset. So what happens? Hii ni panacea. Hii ni a way of diminishing it. Okay. Tuifanye hii within another 15-20 years. It is not there at all. Very good. But you must have a solution to it, not to ignore it. Very good. We are tribal, na siasa ito tribal, but we are about 43 tribes. Yes. No hand in netwekera idano. How is it a solution when still about that something tribes ilia sikereja? We also want. Yeah, you also want, but you see, easy tribe ambazo ziko, you'll be choosing people that can be from any tribe, from a small tribe. The former president of Tanzania, His Excellency Jakaya Kikwete, is my friend. Jakaya Kikwete, nilikuwa naongea na yeye nikamuuliza, umetoka which tribe? Yeye ametoka a very small tribe kama Dorogo. Very small in Tanzania. Very small. Wakimpigia kura wote, I mean it is a drop in the ocean. But the people of Tanzania hawafikiri tribe, wanafikiria kiongozi. Kiongozi huyu kweli anaweza kazi. Unaona? Huyu utamchagua, I say, wanafikiria kiongozi. People in Tanzania do not think tribe. Kama sisi vile tumekuwa ingrained. Sababu ya siasa ya ukabila. Na hii siasa ya ukabila ndio what, when Uhuru tried to create Jubilee, was trying to bring all these parties so that you have a party that is not tribal based. Lakini unaona bado ukabila unaendelea because of the tyranny of numbers, hizi kabila fulani, watu fulani. And that is why I'm saying, if my people of Kenya elect me as the next president, we will turn the conversation from a conversation about tribal to a conversation about economy.
watu wanataka pesa. Hakuna pesa. Mm. Na kwa sababu unajua Marekani, why there is no tribalism? Mm. Why Australia hakuna tribalism? Why England hakuna tribalism? Because kuna pesa. Where there is money. Mm. Ukienda hii inaitwa Muthaiga Club. Yes. Or when there is clubs, nobody cares your tribe. Your tribe is a wallet. Mm. Hiyo ndio wallet. True. Ukitoa wallet unakuwa accepted. Hata ikiwa manager ni kabila lako, hata ikiwa cook ni kabila lako, hata ikiwa director ni kabila yako, na wewe una pesa au ingi. Okay. Lakini ukiwa na pesa uwe kabila gani unaingia. Mm. And that is what we want to be. I want to create a Kenya which is a club of people with money. Si nchi ambayo kuna mabilionea wachache na mamilioni ya watu ambao wako kiolelaolela. Tumekuwa na a lot of poverty. We must close the gap between the rich and the poor in this country with a leadership about economy, leadership about money, leadership about stability. Okay. And that is why people like us come in. Okay. Ingikwira atiri mheshimiwa thina wa Kenya ti andu gukorwo matari thirikari ni thina wa Kenya hihi no andu amwe aria matetikaga moimerera ma ithurano. President Uhuru Kenyatta anathie akahotwo na kwa yes, even recently Mariga ona kivira uria wathie we oigire yes I concede. Andu kwaga gwitikira moimerera maithurano ona oguo waiga tungicagura timu yao agikomostira ndakire timu ire kohotana timu yao hoto still we go back ohane tole to no akarega moimerera. I think but that will change. I think if it is teams and coalitions which have groupings that are based on economic messages, it will change. Unajua kumekuwa na shida, lakini huwezi sema kwa sababu kumekuwa na shida we don't do anything about it and status quo prevails. Mimi nataka kuona nchi ambayo nikitoka nje nakutana na vijana ambao who don't want to mark me. Nakutana na vijana wanaambia governor ama president ama candidate ama party leader kuja nikununulie mandazi, kuja nikununulie samosa na chai because they have money in their pockets. And until we bring this watu wanasikia ni kubaya. The economy imekuwa na slowdown because of corruption, also because of I think economic difficulties we're facing. I think that Uhuru is facing the problems, some of the problems I'm facing in Machakos, ya kwamba yuko peke yake, other people are not backing him up. Watu wameanza kuenda into groupings. Wacha nikuulize kwa mfano. Watu ambao wanaitwa tangatanga. Wengine wanaitwa sijui kieleweki. These people. Me look at them and say shame on you. Because they are not helping us at all. Kwa nini wanafuatana? I'm telling you, if there was no money, wanafuatana. Watu wanaitwa tangatanga. Kama they are not being oiled every weekend. Wanaenda Harambee wanatoa kitu na kitu mzuri. Angekuwa hapo. It's the same corruption. Watu wengine, it is money at work. Is it just one group inapewa ama? I think all of them. Okay. All of them wamejipanga, kuna ni mambo ya pesa. They are not really caring about the country. It is about their stomachs and themselves. And that is unfortunate. Wanafuatana. Lakini unajua imeanza na hii team ambayo iko na pesa nyingi na peana pesa. So wengine wakaanza kuona it is eroding our culture. It is eroding where we are going. It is trying to influence. I mean, nataka kuambia ni movie. Tuelore, tuangalie vizuri viongozi ambao tunawafuata, kwa sababu nyoka ni nyoka, hata awe mrembo na mjana. Ukilete nyoka hata akiwa mdogo ndani ya nyumba, na ni mzuri, ni viper ama ni cobra, na nyoka yuko hapo, awe mzuri namna gani, siku moja atakuuma. Na unajua tabia ya nyoka, kama nyoka siku moja aliuma mtoto wako, mtoto wako akakufa, na ukasema nimekusamehe, na uko na watoto wengine, huyo nyoka sumu bado iko tu. Hiyo sumu bado iko tu. Na nyoka ule mzuri ni ule umegonga kichwa akakufa. Lakini nyoka ameua watoto wawili, watoto wako ameuma, alafu unasema hapana, tusikizane, iko sawa sasa. Wacha nyoka ingie ndani ya nyumba. So we need to examine ourselves very clearly so that tusichanganyikiwe. Na mimi nimeona ya kwamba ukiangalia a lot of young people wa miaka kutoka 18 mpaka 35, 10 years ago mtu yuko 35 alikuwa 25, 12 years ago 22. Hao wengine walikuwa teenagers. They may not understand the history of some people. They may not understand shida tulizo nazo za corruption zilianza vipi. Hao watu wengine walifukuzwa serikalini, hata nikiwa kwa serikali. People need to go back into history. Waangalie hao watu wanao support, wanasema nuwe ni wewe. Huyu historia yake kuna namna gani? Sababu watu wabadilike. Watu wabadilike. Okay.
Nĩ tũcoke hanini tu harĩa ũhoro wa Kibra. Yes. Bedroom politics. Yes. Ũguo gwakĩra wothe bedroom. Nĩ kuna ũgwati wa ndeto ĩno andũ kwambia kuga tuna bedroom. No, I don't think so. I think that was just a slogan at the time, but also nafikiria kwamba some people agemata kuga Kiambu town is our bedroom. Yes. Agemata kuga Cherangani, for example, is our bedroom. Others is our bedroom. Ya kwamba let us protect our bedroom. Yes. No, it would be unfortunate if that happened. I think that was just some said it in a political statement, and then it was used for the political temperature. What is important is to say we want leaders that show that they can work with other leaders. Uhuru Kenyatta wamesumbuana mambo ya ICC nini na hata akakuwa sijui what na watu wa ODM na Raila. Na kama Uhuru Kenyatta anaweza kukaa meza moja na Raila waseme the country is bigger than us, then all of us leaders can be able to do this. Tuseme yes kuna shida lakini the country is bigger than all of us. Na tukae chini na tupange mambo and we are able to move forward. Yes. Na tuweze kupeleka nchi yetu mbele. And that is what we need in this country. Okay. Hii ingine yote. But mimi nilisema ya kwamba BBI, naona people are getting excited. Okay. I don't know what is in the BBI. Hata Uhuru amesema ati hali ya kuagree ama kudisagree kuhusu BBI. Tumeanza kuwa mtoto ambaye hajazaliwa, tujui ni mvulana ama ni msichana, tujui ni mapacha ama si mapacha. Yes. Tayari tunajua baba mama ni mjamzito, tayari tumeanza kupigania huyu kijana atakuwa namna gani, wacha azaliwe alafu aletwe juu. First one to oppose BBI if it is not leading us to economic revolution. Yes. Renaissance. No tutoi kile githini Raila Odinga mheshimiwa aratwira no mwaka tuhitukie na tsunami nakuja. Then it's a contradiction. No, it's not. He's just predicting ya kwamba in his opinion there is a system that is coming that will be likable. Ni kama kusema ngojeni kuna mrembo anayekuja. Yes. I suspect kuna mrembo anayekuja will be better. Because unajua during the BBI period we had the conversations, the presentations of people. Many Kenyans will present. Okay. So tsunami may mean there's going to be change in our country for the better. Not necessarily how it's going to be. But I think a time has come for Kenyans to agree ya kwamba tukiachilia vitu vile vilivyo hivi sasa na tuendelee tu vivyo hivi 100 years from now, our great grandchildren will be facing the same problems. Okay. Hena kioria kihamu Raila ndiraigwa governor Mutua agikomithia bara iria ciari Kibra. No, I said that. I said I abhor the violence and I abhor the bribing. Yes. And I abhor the politics of insult. So do you think, for example, Ogo Kurera ODM projects, do you think they should? I don't know that I think people should take personal responsibility. People should take personal responsibility for acts of violence. People should take personal responsibility for acts of bribery. Because kama ODM watambua apologize as a party for the violence, then Jubilee led Uhuru Kenyatta apologize for the bribery. So both of them happened. Sasa nataka Uhuru Kenyatta apologize for bribery na yako wako. Watu wengine wa Jubilee hakuweko. Wengine walikuwa pande nyingine akina kamanda. Unaelewa? So I think we need to take personal responsibility. These are not acts committed by parties. They are acts committed by individuals in support of their own ideologies. Okay. Hena oratana dogo jero okay how irodeka igiuka kuna Raila Odinga to an extent hidira kwa Afrika nearia hana tari akwagira atumia au kambani egiteo you on record ukiuga ukegere gutariria uria. Yeah, but unajua I was at that meeting and I was not defending him, I was just saying the truth. Hakutukana mtu. Yeye alisema mimi nilikuja kambani mkaninyima kura. Nikarudi tena mkaninyima. Nikarudi tena mkanipatia. Na akasema wakati wa Kamba waliamua atanipatia, hakuwa kunipatia wote. Lakini wakati waliamua atanipatia, walinipatia kama wote. Na akasema he was joking. There were very many women. Akasema ni kama nyinyi akina mama mko hapa. Mama akikubali huyu ni kijana mpenzi, anataka awe mpenzi wake. Actually lakini wakakat clip pande hii, wakata pande hii, wakaweka ka section that when you listen to it you misunderstand. And that is why I said in my statement, run the entire clip. Watu wasikie
the whole explanation of the way he put it. And that meeting of over 5,000 people, it was a small meeting. The women were actually the ones who cheered the most because he was praising them. He was using them as an example. Kusema, akina mama wa Kamba na wa Kenya wapewe heshima. Nobody should force themselves on a woman. You should respect. Mwanamke akisema no, ni no. Akisema yes, ni yes. Kwa sababu wengine wakisema yes, ni yes ya 100%. Lakini pia hivyo no ni 100%. And I was just clarifying kwamba let us also not get into problems of propaganda. Lakini unajua ilikuwa during the election, walikuwa nafikiri wakifanya hivyo ya kwamba Kambas now will buy that or turn away. Forgetting ya kwamba wale Wakamba wanaambia ati Raila aliongea vibaya, walikuwa hapo walisikia kila kitu Raila aliongea. So walijua ni propaganda. But it was just propaganda for just that time. Okay. Tutakuwa kule kiendelea tutashokia shirikisho mheshimiwa governor. Wabere witamu ine yaku ya mudia ya governor. Maybe this is why no konekio oreda an expanded government executive negeda hihi mieke egikoro yangashira. That is number one. Number two, todo ni urenda kuhorana our president, Deputy President on Kenya kuhorana our president. Yes. In that regard, his directive, you're right. Na It is a political rival, yes, it's not a personal rival. Agreed, yes. And it's about competition, and we take it to the people to choose. And I think that Kenyans deserve better choices than the ones on the table right now. Wale watu wanafikiri ni how at the horses, we need to present, that's why we're presenting ourselves. Kuambia wa Kenya, let us not be short-changed. Akina mama wetu wamezaa. Si ndio? Okay, yes. Wakina mama wamezaa, Wakikuyu wamezaa, kama wakina mama wa Kenya wamezaa. Na ndio mimi najitokeza kusema I am a better choice. I'm a better option. Let us not just follow people kwa sababu wanataka. Let us follow people ambao watabadilisha maisha yetu. Tuwe na pesa kwa mfuko, tuishi maisha bora. Unajua, ukienda Marekani, unakuta matajiri maskini nyumba zao hazina fence. Nyumba ukiangalia hazina chain link, hazina chuma kwa mlango. More money you sleep. Kuna Mercedes hapa, mwingine ana gari. Nobody comes and to your house and rapes your wife or rapes your husband ukiangalia. They live well because they're economically sound. Hapa Kenya ukitengeneza pesa kidogo, unaweka barbed wire, unaweka umbwa kali, unaanza kuemploy security companies because wengine watakuja kuchukua. Because of that inequality. We want a president, we want a leadership that is going to ensure that businesses are not punished. Mimi naangalia even the businesses, and I'm very much against it. This system ya kwamba you cannot even transact. You know, ukienda banki unaulizwa hii milioni ni ya nini, milioni 2, it has slowed down the economy. Kabisa. We must rethink. Yes, we want to curb corruption. Yes, we want to curb terrorism. Lakini we can put some measures. Unanyonga mtu, unaambia mtu kwa sababu hataki kunywa sumu na chakula kingine pengine ni baya sumu, tushike shingo. Unaweza shika shingo, ufinye shingo sana ndio chakula isiingie mpaka hewa ikatae kuingia ukufe. Ukifikiri unazuia sumu kuingia, unajua wewe mwenyewe. So we must relook at the economy. We must relook at expenditure, for example. Are we utilizing the money we're utilizing well? Tunaenda tunaomba mkopo. Hiyo mkopo inakuja Kenya. Hiyo mkopo utalipa. But hiyo mkopo ikija, the cost of using that so high. Tunaanza kujenga sijui barabara zingine na bilioni shillings za kilomita. Kwani hiyo barabara itatupikia lami? Itatupikia chapati? Umeelewa? Yes. We are doing things that are so expensive. Mimi sit down niletea engineering estimates. Mimi nimejenga. You know, I have built. Nimejenga nyumba, nimenunua mashamba, nimejenga barabara. I have my personal. Najua nyumba ujengwa na pesa ngapi. Unakuta mimi nikijengea nyumba 5 star ama nijenge when I build my hotels. Jenga hoteli yangu. Hoteli kama inachukua 300 million ama building yangu inachukua 300 million, kwa serikali itakuwa 1 billion. Mimi nataka pesa is just going to a few people. Wengine wanaona there is no money in circulation because see central bank imestrangle pesa. Counties as a lippy because we are not getting